Niliposikia daktari akisema, tumefanya kila tuwezalo, sasa ni maombi tu. Moyo wangu uliporomoka kama kioo kilichovunjika. Lakini hapo ndipo miujiza ilipoanza kuumba historia yangu. Naitwa Janeti Mwikali, mkazi wa Mbeya, wilaya ya Mbeya mjini, mwenye umri wa miaka 26. Kwa nje nilionekana mwenye furaha, mchangamfu na mwenye ndoto kubwa, lakini ndani yangu nilikuwa na kivuli cha huzuni kisichoelezeka. Kila siku nilikuwa kama vile najilazimisha kuishi, nikicheka mbele za watu, lakini nikilia gizani. Maisha yangu yalibadilika ghafla, kana kwamba upepo mkali ulivuma na kung'oa kila tulizo la nafsi yangu. Siku moja nilipoamka na maumivu ya kichwa yasiyoelezeka, nilifikiri ni uchovu wa kawaida, lakini yalipozidi wiki 2, kisha mwezi mzima, na kila dawa ikashindwa kusaidia, nilianza kuogopa. Nilikuwa darasani nikifundishwa, ghafla nikazimia mbele ya wenzangu. Baadaye nilipopata fahamu, walinielezea tukio zima. Nikalia kimya kimya. Nilihisi udhalilishaji, hofu na kitu kisichoonekana kikandamiza roho yangu. Nilikimbizwa hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, ambapo nililazwa kwa zaidi ya wiki 6 hospitalini. Nilipitishwa vipimo vingi, damu, CT scan, MRI, lakini majibu yakawa kama majani yanayorushwa na upepo, hayatoi mwelekeo. Wengine walinong'ona, labda amelogwa au ana laana ya ukoo. Maneno hayo yalinichoma moyo kama moto wa makaa. Nilijikuta nikitembea peke yangu, nikizungumza na Mungu kwa sauti ya ndani. Je, uko kweli? Kwa nini utanitupa namna hii? Siku ile ya upasuaji, baridi ya chumba cha upasuaji ilinigusa hadi kwenye mifupa. Nilipokuwa nikikweka chini ya dawa ya usingizi, machozi yalinilowesha mashavu. Nilikuwa na hofu, nilijiuliza kama ningefumbua macho tena. Mama yangu alishikilia mkono wangu kwa nguvu, na nikasikia sauti yake ikiwa laini lakini imejaa huzuni. Janeti, usiogope, hata kama ni safari ya mwisho, nakupenda. Nilihisi moyo wangu ukipasuka vipande vipande ndani yangu. Nikalia, Baba, si kwa nguvu zangu, bali kwa rehema zako. Walisema nafasi ya kuishi ilikuwa 10% tu. Sasa zilipita dakika, zikageuka kuwa maumivu kwa kila aliyesubiri nje ya chumba cha upasuaji. Mama yangu alipiga magoti kwenye kona ya korido, akiomba kana kwamba maisha yake yote yametegemea sala hiyo. Rafiki yangu alishika Biblia, akasoma Zaburi ya 91, huko machozi yakitiririka bila kukoma. Ndani ya chumba madaktari walihangaika. Mishipa ya damu iliyo karibu na neva ilionekana hatari sana. Kila walilofanya lilikuwa hatari. Dakika moja tu ingeweza kuwa mwisho wa maisha yangu. Nilipofumbua macho, taa ya chumba cha wagonjwa mahututi ilinichoma macho. Sikuelewa mara moja, lakini nilipomsikia daktari akisema, tumefanikiwa, hakuna madhara ya neva. Janeti, uhai wako ni jambo la kushangaza. Nililia, si kwa maumivu, bali kwa mshangao na shukrani. Nilijua Mungu hakuwa amenisahau. Nilijua sala za mama yangu zilijibiwa. Nilichukua miezi kadhaa kupona, lakini kila siku ilikuwa ushindi mpya. Nikajifunza kutembea tena bila kusaidiwa. Nikajifunza kupumua bila mashine. Nikaandika ukurasa mpya wa maisha yangu. Nikaahidi kuwa sauti kwa wale wanaopitia maumivu yasiyoeleweka. Nikaanzisha kikundi cha maombi kwa wagonjwa hospitalini. Na kila niliposhuhudia, naanza kwa kusema, mimi ni ushuhuda hai, si tu nilinusurika, bali nimefufuka toka kaburini kwa neema yake. Wakati mwingine miujiza huja si kwa radi wala ishara kubwa, bali kwa pumzi ya maisha inayorudi polepole, kwa jicho linalofumbuka, kwa moyo unaopiga tena. Nilidhani nimepotea, lakini sasa najua ningali hai, kwa sababu Mungu hakunitupa. Mwandaaji na msimulizi ni Rose Mircel.